Tell your God that until he brings me back my life no longer belongs to him. Mapenzi hayajawahi kumwacha mtu salama. Ali Kiba alivyoimba mapenzi yanarun dunia, hakuwa akijifurahisha. Ni ukweli ulio wazi. Picha linaanzia jamaa anaitwa Vlad wa pili, ni mtoto wa mfalme huko nchini Romania. Unaambiwa tangu kuumbwa kwa dunia hadi leo, hakuna mtu aliyempenda mke wake kama Vlad. Maisha yalikuwa matamu sana kwa wapenzi hawa wawili. Walipendana hakuna mfano. Siku moja Vlad na mkewe wakiwa kwenye huba zito, waliingia walinzi na kumwambia maadui wao wapo njiani wanakuja. Hiyo ni mwaka 1500, ndugu mtazamaji. Kipindi hicho vita za Waislamu na Wakristo zimepamba moto. Vlad akajiandaa na kumuaga mkewe, akamwambia aondoke hilo eneo aende Wilma. Vlad akaelekea vitani na mkewe akaelekea huko alipoambiwa. Kabla ya kwenda vitani, Vlad alienda moja kwa moja kwa padri wao akamwambia, ninaenda kumpigania Mungu kwa jina lake. Nahitaji umwambie amlinde mke wangu. Padri akamjibu, haina shida. Nitamuomba Mungu afanye hivyo. Unajua Vlad alimwambia nini? Sijakwambia umuombe. Nimekuambia umwambie amlinde mke wangu. Vlad kwa mkewe, hakuna jambo utamwambia akakuelewa. Alimpenda sana Elizabeta. Ile vita Vlad alishinda, lakini mkewe alivamiwa na kuuawa. Alilia sana Vlad na kumfata padri wao. Nilikwambia nini wewe padri? Huyo Mungu wako kwa nini ameruhusu mke wangu kufa? Padri hakuwa na majibu yaliyonyooka. Vlad alipatwa hasira, akamchoma kisu mchungaji na akamwambia, nenda huko kamwambie vizuri huyo Mungu. Mpaka pale atakapomrudisha mke wangu, basi aachane kabisa na maisha yangu. Mungu alimsikia na kujibu maombi ya Vlad. Kuanzia siku hiyo, Mungu aliachana kabisa na maisha ya Vlad. Aliishi maisha ya huzuni, na kwa kuwa Mungu alikuwa mbali naye, basi hata kufa hakufa. Miaka ilipita, Vlad alijaribu kujiua lakini hakufa. Aliishi miaka mingi sana na akabadilika kuwa vampire. Kuanzia siku hiyo, Vlad aliishi kwa kunywa damu mbichi ili asizeeke. Aliambukiza watu wengi ushetani ili wamsaidie kumtafuta mke wake. Aliamini kama Mungu kakataa kumuua, basi atamrudisha mke wake. Na kweli, baada ya miaka 400, mke wa Vlad akazaliwa tena huko Uingereza. Mmoja kati ya watumishi wa kishetani wa Vlad alimuona mwanamke huyo. Vlad alisikia habari za mke wake kuzaliwa tena kutoka kwa mateka wake. Moja kwa moja Vlad alifunga safari mpaka Uingereza ili kumuona mke wake aliyekufa miaka 400 iliyopita. Alifurahi sana kumuona mke wake. Hakuamini kuwa Mungu kajibu maombi yake. Lakini ndani ya mji huo huo kuna mchungaji mmoja amekuwa akimuinda Vlad na vibaraka wake kwa miaka mingi. Alipojua kuwa Vlad anakuja kumfata mke wake, alijipanga kumuua. Hakuweza, kwani Vlad aliondoka kabla ya yeye kujua chochote. Yule mateka wa Vlad alimpelekea mpaka nyumba aliyokuwa anaishi Vlad. Walimvamia na kupambana naye. Vlad aliua watu wengi sana, lakini mwisho wa siku aliona haina maana. Aliambiwa maneno yaliyomlainisha moyo wake, maneno yaliyotoka kwa yule mchungaji, maneno ambayo yalimfanya Vlad kuruhusu kuuawa kwa hiari yake. Mchungaji alisoma dua fupi na kumuua Vlad, na baada ya sekunde chache Vlad akafa na kuwa mavumbi. Hii ni movie nzuri sana ya mapenzi, ina mafundisho mengi sana. Ukipata muda uiangalie. Inaitwa Dracula, imetoka mwaka huu 2026. Hii ni Gemini Studios. Usisahau kusubscribe na kushare. Hadi wakati mwingine. Bye.